Unanipata vizuri? Kama wewe unajisifia upo kimataifa, lete timu uwanjani. Lete timu uwanjani. Sasa wao wanasema wamenyimwa stake zao na haki zao za msingi kufanya mazoezi. Stake zao zipi? Kufanya mazoezi. Simba wanasema wamenyimwa stake zao za kufanya mazoezi na wakati wao na wao wamevunja kanuni. Wanapata vizuri? Maana Simba wamekosa ile haki yao kwa sababu wao ndio wameanza kuvunja kanuni. Kanuni nasema toa taarifa kwa maafisa wa uwanja, toa taarifa kwa maafisa wa Young Africans. Na hata ripoti ya kuahirisha mechi kwenye maelezo ya kamati inasema wazi, baada ya kupokea ripoti kwa maafisa, si ndio, imebaini kwamba Simba imevunja kanuni ya mawasiliano. Unadai haki gani sasa? Yaani wewe kwa mtu unajiendea tu from nowhere, sio chooni pale. Barua ya wazi ya Young Africans inasema kuna kipengele kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu. Ndio. Hivyo basi Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Nguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasonga. Ndio. Na wamefika mbali, wanasema wajiuzuru. Ukitizama kweli wanatakiwa wajiuzuru, na Young Africans ni sahihi kutoa kauli kama hii? Young Africans ni mwanachama wa bodi. Kama ni mwanachama wa bodi, kwenye hiki ambacho amekisema Young Africans hawana imani na bodi ya ligi, wako sahihi 100%. Young Africans iko sahihi 100% kusema haina imani na bodi ya ligi. Kwa nini? Ukiangalia sheria, kanuni ya 31, timu ambayo haijafika uwanjani ina maelezo yake. Cha kwanza, sawa, ni kupigwa faini ya shilingi milioni 5. 2.5 na kwenda bodi ya ligi, 2.5 na kwenda Yanga. Lakini pia kuna gharama, sawa, za maandalizi. Timu ambayo haikufika uwanjani inabidi usike kwenye kulipa. Kanuni sasa hiyo. Unanipata vizuri? Kanuni nyingine inasema hapo kipengele kingine, timu ambayo haijafika uwanjani kikanuni inatakiwa kukatwa au kupokwa alama 15. Sawa? Lakini timu kama haijafika uwanjani inatakiwa kukatwa alama 3 na pointi 3 zinaenda kwa timu ambayo imefika uwanjani. Kwa hiyo ukija ukijumlisha, Simba kama kweli kamati ingekuwa iko very serious, inajua wajibu wake, majukumu yake, Simba ilikuwa ina deserve kupokwa alama 18. Ambokile unataka kusema Tanzania mpira wetu unaendeshwa na ujamaa kuliko professionalism. Ushikaji mwingi kuliko professionalism, uko sahihi. Yaani favoritism ni kubwa sana ambayo inakuja kutuharibia mpira wetu. Kwa sababu ilikuwa ni issue simple sana. Baada ya bodi ya ligi Simba kutoa waraka wao kwamba hawatoshiriki kwenye ile game, bodi ya ligi wao ibidi waseme mechi ipo kama kawaida wala kuna shida, wanasubiri muda wa mchezo. Yanga wameenda uwanjani kikanuni, hakuna shida, tunasubiri anakwenda kucheza na Simba, haijafika uwanjani, wanatulia ndani dakika ngapi? 30. Mwamuzi atamaliza kipenga, ataipa pointi 3 Young Africans. Baada hapo kamati inakuja na majibu kutokana na uhuni ambao umefanyika wa timu fulani kutofika uwanjani. Unanipata vizuri? Kwa mujibu wa kanuni, ibara fulani, tunaipoka alama 15 timu fulani, tunaipoka alama 3 timu fulani kwa sababu ya 1, 2, 3. Na kiongozi aliyehusika kushinikiza mechi kutofanyika tunamfungia kwa mujibu wa kanuni miezi 12. Nazungumza kanuni, sio hisia. Huwezi kunielewa kama una changamoto za afya ya akili, na Milembe ipo kwa ajili ya watu. Chama dispensary. Unanipata vizuri? Tutawapeleka mpaka Chama dispensary, wala hakuna shida. Hapa nazungumzia issue ya kanuni sasa. Issue ya kanuni, utaki nenda bodi ya ligi, hiki ninachokisema utakutana nacho. Utaki njoo mimi nikupe kanuni ilivyo. Kwa hiyo ukiangalia kiuhalisia ni kwamba Simba Sports Club, kama bodi ya ligi ingeamua kutoa ufafanuzi ule ambao upo kwenye sheria na kanuni, Simba ilikuwa na deserve kupokwa alama 15. Simba ilikuwa na deserve kupokwa alama 3 za mechi ya Yanga kutofika uwanjani na faini juu. Sasa niwakumbushe Young Africans kwenye waraka wao. Kwenye waraka wao wameandika mambo 3. Unanipata vizuri? Lakini wamesahau jambo moja nyeti sana.
Sasa hapo ndo nawakumbusha wana Yanga. Nawakumbusha Young Africans ikiwezekana pale wa edit kwamba hawajaandika gharama za usumbufu, gharama za mchezo hawajaandika pale. Kutoka Haviki kwenda pale. Inabidi waandike gharama za wese nini kufika mpaka Benjamin Mkapa. Inabidi waandike. Hatuwezi tukapiga hatua kama tunaendekeza mambo ya favoritism kwenye ligi yetu. Hatuwezi. Kile utapiga vipi gharama ikiwa bodi ya ligi ilitoa taarifa mapema kwamba mechi hakuna? Sawa. Ila Young Africans mpaka saa 1 wakafika uwanjani. Sikiliza. Kitendo cha bodi ya ligi na kamati yake kusema mechi hakuna ni anguko la soka Tanzania. Unasemaje mechi hakuna wakati kanuni hujazitafsiri zinasema nini kwa tukio lile? Yaani ni bora ungesema mechi hakuna dakika chache kabla ya mchezo, aidha kuna mchezaji kafariki, daktari kafariki. Ngoja nikwambie, Barcelona kwenye mechi yao, mechi bado dakika 20, daktari wa Barcelona kafariki. Mechi imechezwa? Imeahirishwa, kila mtu anajua. Na ile imeahirishwa kikanuni na kisheria. Oya, sikiliza, kuna jambo hili hapa. Sasa tunakuja kwetu sisi. Kulikuwa kuna ada gani ya kusema mechi imeahirishwa kwa sababu ambazo hazina kichwa wala mguu? Hivi usipofanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, hata kama kikanuni, uruhusiwi kucheza mechi? Unaruhusiwa kucheza mechi? Sikiliza, Simba wameamua kuicheza hii mechi mapema. Walijua. Yaani Simba walijua mapema hii mechi wanakwenda kupasuka. Ima jua, asubuhi, jioni, usiku wanafungwa. Na hii mechi ilitoa taarifa mapema kwamba mechi hakuna. Sawa. Ila Young Africans mpaka saa 1 wakafika uwanjani. Sikiliza. Kitendo cha bodi ya ligi na kamati yake kusema mechi hakuna ni anguko la soka Tanzania. Unasemaje mechi hakuna wakati kanuni hujazitafsiri zinasema nini kwa tukio lile? Yaani ni bora ungesema mechi hakuna dakika chache kabla ya mchezo, aidha kuna mchezaji kafariki, daktari kafariki. Ngoja nikwambie, Barcelona kwenye mechi yao, mechi bado dakika 20, daktari wa Barcelona kafariki. Mechi imechezwa? Imeahirishwa, kila mtu anajua. Na ile imeahirishwa kikanuni na kisheria. Oya, sikiliza, kuna jambo hili hapa. Sasa tunakuja kwetu sisi. Kulikuwa kuna ada gani ya kusema mechi imeahirishwa kwa sababu ambazo hazina kichwa wala mguu? Hivi usipofanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, hata kama kikanuni, uruhusiwi kucheza mechi? Unaruhusiwa kucheza mechi? Sikiliza, Simba wameamua kuicheza hii mechi mapema. Walijua. Yaani Simba walijua mapema hii mechi wanakwenda kupasuka. Ima jua, asubuhi, jioni, usiku wanafungwa. Na hii mechi ilikuwa 7-0. Wito wako sasa 7-0? 7-0. Sasa unafanyaje? Sikiliza. Kusema Mbokile Simba na pila la Fatu. Nisikilize. Baadhi ya wachezaji wa Simba walishaanza kujivunja kitambo. Chefondo si aliumia? Kaumia wapi wewe? Kaumia wapi? Walishaanza kujivunja kitambo sana.